wangu sasa katika kitabu cha Ezra kifungu cha 8 na mstari wa 21 na kufika 23. Nataka niongee tu juu ya tabia ya Mungu, kufahamu tabia ya Mungu. Tabia ya mwiye ikanamigala wa mwiye kama vile Mungu alivyo kwa ajili yetu. Kanonga hii uinge bondo ito. Maana tukifahamu Mungu nudu tu amana mwiye vile alivyo kwa ajili yetu, udu uinge ni bondo ito, maisha yetu hayawezi kuwa vile tena. Maisha maitu maile au maile mengi. Kumfahamu Mungu ni jambo muhimu sana. Kwa maana mwiye ni kitu cha hata mwana kufahamu vile Mungu alivyo kwa ajili yetu. Kwa maana mwiye ni bondo ito. Maana hili nitakupatia kwamba hauwezi kuvunjika moyo. Kini kana dutomo tulikango. Hauwezi kukata tamaa. Dutomo tulikango. Hata wakati ule unapomtafuta Mungu, unapigana kwa mwanadamu kwa ajili ya yale mambo yote ambayo umepitia, kwa mambo ndio unapitia na mahitaji ulio nayo na mapatala wewe. Unapomfahamu Mungu alivyo kwa mwanadamu yuko wingi kwa ajili ya maisha yako, kwa maisha yako utapata nguvu ya kuendelea. Kama ndio kuendelea, utaweza kuongea hata kama Daudi. Ondokane na Daudi, nitapopita kwenye uvuli wa mauti, dhidi wa susi yake sitaogopa chochote, sitaogopa mabaya, maana wewe uko pamoja nami. Hilo ni dhihirisho hata akiwa katikati ya majaribu. Anahisi kifo, kuna harufu ya mauti, lakini hivyo anajipa moyo, anasema siogopi chochote, hata nijapopita kwenye uvuli wa mauti, maana uko pamoja nami. Huyu ni mtu aliye na ufahamu na Mungu, anamfahamu Mungu alivyo kwa ajili ya maisha yake, anafahamu hatua za Mungu, anafahamu vile moyo wa Mungu ulivyo kwa ajili yake. Anapoingia kwenye majaribu, anajua Mungu yuko katika upande wake, anajua tabia ya Mungu ya kwamba wakati wowote yeye yuko hivi na vile. Mungu abadiliki. Ingawaje ninahisi kifo, lakini vile Mungu alivyo habadiliki. Ahadi zake, mawazo yake